Umepumzisha mastaa wengi sana. Ni kweli. Nafikiri ilikuwa ni kuonyesha tu kwamba tuna msuli kiasi gani kwa wachezaji wengine ambao tuko nao ndani ya timu. Lugha yetu ambayo tumezoea kuitumia, upana wa kikosi. Tulikuwa tunajaribu kutengeneza mazingira ili tuwaonyeshe watu kwamba Azam Football Club ina utajiri wa wachezaji kiasi gani, lakini pia kama unakumbuka michuano hii ambayo inafanyika huku Unguja, ile ya Mapinduzi, ya Muungano, ni michuano ambayo mara nyingi huwa tunaitumia kufanya trial kwa baadhi ya wachezaji. Ni michuano ambayo pia inatoa room kwa wachezaji ambao hawajapata muda wa kuwa kwenye mzunguko wowote, au wamepata mzunguko hafifu kwenye mechi za ligi kuu na zile za FA kwa sababu pengine ya form na vitu kama hivyo. Watumie kama nafasi ya kuonyesha sasa kile ambacho walikuwa nacho na kwa nini wanastahili kuwa kwenye hiyo sasa ambayo wachambuzi wanasema rotation. Kwa hiyo we are very proud of our boys, wamefanya kitu kizuri sana jana. Nafikiri pia walidumisha muungano vizuri, kwa sababu ukija kwenye mechi kama hizi ukaona mtu una mudu, una haja ya kutumia nyuklia kuandaa shamba ili ulime. Shamba linaandaliwa tu na moto wa kawaida, magugu yakishatoka unapiga jembe, una nini. Lakini sasa tena ukaangusha Hiroshima, haifai. Ila Hiroshima haikutumika kwa sababu ina matumizi yake. Ndani ya miezi minne mnaenda kukutana na Young Africans katika ardhi ya Zanzibar, na mara ya mwisho mlivyokutana nao kule Pemba, unakumbuka kile ambacho kilitokea. Tutarajie nini safari hii? Of course tutakuwa competitive kusema ukweli, na ni kwa sababu ni lazima kuonyesha msuli wako. Kama unajipambanua, pengine unajitanabaisha kuwa timu kubwa, lazima ujionyeshe kwenye mechi kama hizi. Kuna swala la michuano na kuna swala la mchezo. Unakutana na Simba, unakutana na Yanga, na wewe ni miongoni mwa timu ambazo zinawekwa kundi moja na wao. Kila msimu ukianza unasema FA potential candidate wa ubingwa probably Azam, Simba, Yanga. Ligi kuu Azam, Simba, Yanga. Siku hizi nimeona na Singida nao wameanza kujipendekeza kwenye hicho kipengele, lakini kama tunazungumzwa kwamba sisi ni timu kubwa, of course lazima tuonyeshe msuli, na mechi kama hizi zina maana kubwa sana kiakili kwa wachezaji wetu. Nafikiri watakuwa wanakomaa zaidi, lakini itawapa room na wao kuwa na discipline ya kujiandaa zaidi kimwili, pamoja na unajua kwamba hizi mechi huwa zinakuwa zina intensity kiasi gani, zina umuhimu kiasi gani kwenye mioyo ya mashabiki. Uzuri ni kwamba hata tukicheza bonanza, lakini iwe na kurwa au na doto, mashabiki wetu hakuna chochote wanacho expect zaidi ya kuona timu ikiwa imecheza vizuri, ipangwe timu possibly ambayo wanaitaka wao kutokana na mwalimu pengine, lakini pia waione timu ikipata ushindi. Kwa hiyo quest ya kwanza ya msimu huu tuliifanikisha vizuri. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa hilo, kwamba hamna kelele. Kwenye hii misimu miwili mitatu hapa, kusema ukweli wamelia sana na sisi, lakini msimu huu wamelia sana. Mcheza mechi 3, wameumia 2, wamepata sare 1. Ni wao wamepata sare. Kwa hiyo tukicheza hii mechi inayofuata sasa, ile Young Africans ambao tulicheza nao finali, tulipotea. Indeed tulipotea, na tulipotea tukarudi nyumbani tunashangiliwa kuliko wenye kombe. Kwa nini? Hatukuwa na timu ile kama ambavyo watu walikuwa na expect. Ilikuwa ni average team ambayo mwalimu aliamua tu kutoa nafasi kwa wachezaji wa trial, wachezaji wa under 20 na wachezaji ambao hawakupata muda wa kucheza kwenye michezo mingine ya ligi kuu. Mastaa wetu wengine walikuwa kwenye AFCON na walikuja, lakini mwalimu akasema wapumzike. Tukawasumbua tulivyowasumbua wenzetu ambao walikuja na full booster. Safari hii haitakuwa kinyonge, chuma kwa chuma. Kwa hiyo cheche tu. Ni maneno yako Ibwe, tumezoea. Unaweka nasema hivi, chuma kwa chuma. Nilikuambia hivi kwenye mashindano ya Mapinduzi, tukapasua doto, kurwa chupu chupu, kwa sababu tulicheza tukiwa pungufu kuanzia dakika ya 70 if not 69. And we delivered. Wakiwa na full squad. This time around, kama tudimu tudani. Basi si tukushukuru. Bana, kabla tuondoka kwenye mbio
za ubingwa hapo, tukiwa tumetoka kwenye muungano, mbio za ubingwa ligi kuu, mmenyoosha mikono ama bado mpo kwenye resi?